Hello mtazamaji, karibu tena kwenye channel yangu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili kuweza kupata updates mbalimbali. So kama unavyoona, leo nipo kwenye safari yangu naelekea nchini Marekani, ikiwa niliwasili miezi miwili iliyopita. Sasa baada ya kukaa miezi miwili imeisha, so inabidi sasa nirudi Marekani. So kama unavyoona hapo, sasa ndo naenda kufanya checking ya mabegi yangu. Baada hapo nitaendelea na safari. So nimeshamaliza kufanya checking, so nipo hapo kwenye namaanisha kwamba nipo hapo naelekea kwenye ndege, nikielekea upande wa kwenye ndege. Lakini sasa najaribu tu kuchukua picha ya baadhi ya maeneo ndani ya airport, nikikuonyesha namna airport yetu ya Julius Nyerere International Airport ilivyo ndani kwa muonekano, kwa sababu wapo ambao hawajawahi kufika au hawajawahi kusafiri, kwa hawajui, kwa wanakuwa tu wanaona kwenye video kitu kama hicho. So hapo najaribu kukuonyesha hayo ndo maduka ambayo yapo ndani ya airport. Na kule kama unavyoona, ndege yetu ipo tayari kwa ajili ya kufanya watu kuingia kwenye ndege na kuondoka. So tumeshamaliza, tumetoa boarding pass zetu, wamecheki, na sasa hivi tunaelekea kwenye ndege, na ndege tutakaoondoka nayo leo ndo hiyo hapo kama unavyoiona, ni ndege ya Qatar. So ndege yenyewe ni Boeing 787-8 ndo tutakaoondoka nayo leo. So kwa hiyo nitajaribu kukujuza mengi kuhusiana na hii flight yangu ili uweze kujifunza. Hii hapa ndo ndege ya namba ya ndege. Ndo hii. Ndo nataka na sio na hiyo si zone nini? Kuna zone 2. Kwa hiyo huko kuna sehemu nyingine zone 1. Ile inaelekeza kuingia. So nilikuwa najaribu kumweleza huyu dada ambaye yuko mbele yangu, alikuwa haelewi ndege yake ni ipi, kwa sababu amebeba boarding pass na ina maelezo yote, lakini kidogo nilikuwa haelewi, kwa sababu kuna wengine ni kwanza hawajawahi kusafiri, kwa hiyo inakuwa muda mwingine anapata changamoto. Lakini kuuliza si ujinga, alikuwa anajaribu kuniuliza kama hii ndo flight yenyewe, kwa sababu wote tunatoka sehemu moja. Nilikuwa najaribu kumuelekeza, kwa hiyo ndo kama hivyo tutasafiri wote leo. So guys, kama unavyoona nipo kwenye ndege, kama nilivyowaambia kwamba nitaondoka na ndege ya Qatar. Lakini sasa kulingana na namna ambavyo nilivyokuwa nimeipangilia hii safari yangu, kwa kweli mpaka sasa hivi unavyoona hapo, kidogo nina wasiwasi na nina hofu kubwa sana kwa sababu ya ninapokwenda, kwa sababu kuna information mbalimbali watu walikuwa wanatoa, kwa sababu kipindi mimi natoka Marekani ilikuwa Rais Trump alikuwa bado hajaapishwa. Kwa hiyo baada ya mimi kutoka, kwa sababu mimi nilitoka Januari 11, so ilikuwa bado hajaapishwa. Sasa baada ya kuapishwa au baada ya kuingia ofisini, inamaanisha kwamba kuna vitu vingi ambavyo alivisaini, hasa kwa wale ambao ni foreigners ambao bado, yani tuseme wale watu ambao bado hawajapata vibali vya kuweza kuishi Marekani. Na maanisha kwamba kuna wengine wana vibali, kuna wengine hawana. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo yeye alikuwa anavielezea. Sasa miongoni mwa hivyo, wengine mpaka tukawa tuna wasiwasi, japokuwa tunavyo vibali, na sasa wengine tupo nje, lakini sasa hatuna uhakika sasa itakuwaje. Je, kuna uwezekano wa kurudi? Kwa sababu watu wengi ambao tulikuwa ni ma green card holder. So na kulingana na statement ambazo Trump alikuwa anatoa, kidogo zilikuwa zinaofisha, yani unakuwa unahofia. Kwa hiyo ndo hofu ambao niliokuwa nayo mimi, sijajua sasa itakuwaje. So lakini ndugu mtazamaji, ningependa uweze kufuatilia hii video yangu mpaka mwisho, ili uweze kujifunza mambo mengi na uweze kujua kwamba kimetokea nini au umekuaje kwenye hii safari yangu. So ikiwa najaribu kukuelezea, siku zilizopita nilikuwa kwenye YouTube, nilikuwa najaribu tu kufuatilia baadhi ya mambo fulani, kwa sababu usipo sehemu husika, kwa sababu nilikuwa nimetoka Marekani. So nilikuwa najaribu kufuatilia news na kujua kwamba kinaendelea nini. So baada pale nilikutana
nilikutana na channel moja ambayo kuna jamaa walikuwa wanatoa statement. Sasa walikuwa wanatoa yani angalizo kwa watu ambao wapo ndani ya Marekani na kwa ambao walokwisha safiri wapo nje ya Marekani. So kulingana na maelezo ambao walikuwa wanatoa kwa watu ambao walopo Marekani, walikuwa wanasema kwamba kama wewe ni green card holder, tunakuomba usisafiri, kwa sababu utakaposafiri ukaenda nje hakuna uwezekano wa wewe kuweza kurudi Marekani. Na kwa wale ambao ni green card holder wameshatoka Marekani, labda wameenda matembezi makwao, kwa hiyo ni ngumu kurudi Marekani. Na walijaribu kutoa na maelezo, wakasema kwamba kama wewe ulikuwa upo Marekani, uliwahi kufanya makosa, uliwahi kufanya uhalifu, uliwahi kufanya kitu chochote, au ulikuwa una deni na vitu kama hivyo, so kulingana na hizo historia, kwa hiyo ukisema kwamba urudi Marekani na una green card, kwa hiyo hautakubaliwa. So kitu kama hichi kilinishtua sana, na ilikuwa yani kilinipa pressure sana, kwa sababu kweli hatujawahi kufanya makosa, lakini sasa mtu anakuambia kwamba hata kama hujawahi kufanya kosa, kwa hiyo hutoruhusiwa kuingia Marekani. Yani wanaifanya kwamba green card yani sio chochote. Sasa hichi kitu kilinishtusha kidogo. Sasa ilinibidi niweze kufanya research zaidi, niweze kuenda kwenye news tofauti na kutafuta maelezo mengi ili niweze kujua kwamba hichi kitu kina ukweli gani. So baada ya pale, lakini nilijaribu tu kusema kwamba acha tu nipotezee kwanza, kwa sababu kuna vitu vingi, unajua hizi ni social media, kwa hiyo kila mtu anazungumza cha kwake. Kwa hiyo nilijaribu kufuatilia sana kwenye news mbalimbali na kwenye website mbalimbali, nikijaribu kuangalia ukweli uko wapi, kwa sababu kuna mtu anaweza kawa anaambiwa kwamba kuna kitu fulani na fulani kimetokea, lakini mtu kawa unaichukulia tu ile kauli mtu ambao aloizungumza pale, wewe unaichukulia pale na pia kutokuifanyia uchunguzi na ukweli gani ndani yake. So kwa kweli nilikuwa na wasiwasi na pressure kubwa, lakini sasa nikasema kwamba acha nitafute ukweli uko wapi. Je, ni kweli hatutoruhusiwa kurudi au inakuwaje? Ni kweli, kwa sababu unajua, na pia tulikuwa tunaangalia kwenye news, unakuta watu wengi wanarudishwa, wanachukuliwa, wanapakiwa kwenye magari, wanaambiwa wanarudi makwao. So lazima utakuwa na wasiwasi inakuwaje. Lakini sasa nikajaribu kufanya utafiti na nikajaribu kuangalia kwenye website mbalimbali ili niweze kujua ukweli uko wapi, na nikawa na wauliza ambao nilikuwa na rafiki zangu ambao nao Marekani, so nilikuwa najaribu kuuliza. So kuna watu wengine wakawa wananiambia kwamba hicho kitu hakina ukweli wowote, kwa sababu hayo ni mambo ya mitandao na kila mtu anatafuta kiki kwa namna yake. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo vipo, vingine vina ukweli, lakini kuna vingine havina ukweli. So pale kidogo ndo nikashusha pumzi kidogo, nikaamini kwa kiasi, lakini bado nilikuwa nina wasiwasi pia, kwa sababu sipo kwenye sehemu husika au sehemu ya tukio. Sasa ndo ilipofika safari yangu, sasa nikasema acha nimtegemee Mwenyezi Mungu na niwezi kuenda kujua kwamba huko mbele itakuwaje. So ndugu mtazamaji, kama unavyoona sasa hapo nipo kwenye hiyo safari yangu, na pia nasafiri. Kwa hiyo hapo najaribu tu kukupa ile updates inakuwaje na mambo yataenda kuwaje, siwezi kujua. Lakini sasa nikuache uendelee kutazama, lakini nikuombe tu mtazamaji usiache kufuatilia hii habari ili niweze kukujuza zaidi kimetokea nini huko mbele, na mambo gani yamejiri au imekuwaje. So hivyo, so nikuache mtazamaji uendelee kutizama. Na pia tukiangalia hapo sasa, tumeshuka uwanja wa Hamad International Airport, kwa maana kwamba tumewasili nchini Qatar. Kwa hiyo hapo Qatar tuna layover ya masaa 8. Kwa hiyo baada hapo tutaendelea na safari baada ya masaa 8.
kwa sababu ndege itatoka. Ndege za Qatar huwa mara nyingi zinakuwa zina layover kubwa, layover yake inakuwa ni kubwa, unapiga masaa 7. Baada ya masaa 7, saa 7 usiku ndio unapanda ndege tena sasa kuelekea kwenye hiyo sehemu husika unayoenda. So huo ndio uwanja wa Hamad International Airport ambao ni ndani ya Qatar, na kama unavyoona ni uwanja mkubwa, na sehemu ambapo unaposhukia, na maanisha kwamba sehemu ambapo mtakaposhuka hapo kwenye airport, kwa hiyo mnakuwa direct kwenye airport. Kwa hiyo kunakuwa kuna utaratibu, unachukuliwa na gari kwa mnapeleka mpaka sehemu ambapo airport ilipo. Kwa hiyo mara nyingi sana inakuwa hivyo, lakini unapokuwa unachukua hiyo ndege ya abiria unapeleka sehemu husika ambapo unakwenda, kama ni unapeleka sehemu nyingine, na mwingine unakuwa unachukuliwa na gari na unaweza kwenda kwenye ndege, na mwingine unakuwa husika na kutoka kutokea kwenye hiyo na ndani ya kutoka kwenye ndege kwa shughuli hapo kwa sababu. So hiyo ni kwa najaribu tu kuelezea na kujuza baadhi ya mambo ambayo nayo na pia bado naendelea kwa sababu bado ni safari na mambo mengi ambayo ni zamani kujua so kama nilivyokuwa kwamba nikupa habari kwa so naamini kwamba watu wengi sasa hivi wako mbali na wako labda wanafurika, lakini sasa kulingana na taarifa ambazo zimetolewa watakuwa au watarudi vipi, tutaangalia na kama itakachojiri mtazamaji utapata. Please, the captain can read the example. I have a question. Thank you.